hadi sasa hivi Mungu wetu. Asante kwa ibada ambayo tulipata ipasavyo, na asante kwa sababu ya kipindi cha maharusi ambao wametokea mbeleni ya miguu yako Mungu wetu. Watakapounganishwa siku ya Sabato, mwaka Mungu wetu, uwepo wako uwe pamoja nasi, utuongoze tunapoanza hadi kufika tamati cha lako ibiliwe. Ni katika jina la Yesu Baba na kuamini. Amen. Nikupatie kusali kwa ajili ya kumwalika pasta wetu wa district, Pastor Alex Yolani, naye kusali kwa ajili ya kukaribisha ile ambayo kwa kanisa na harusi. Pastor basi kanisa, happy Sabbath, happy Sabbath, happy day. Nashukuru Mungu ya kwamba baada ya kupata kumaliza juma na uwakili tuliokuwa nao, na sababu ya leo kwa hakika tumebarikiwa kwa hizi familia ambazo tumeketi hapa mbele. Walisema ya kwamba wao wakipenda kuombewa kanisani wakiwa katika hizi nguo ambazo zinapendeza, ili Mungu aweze kubariki hizo familia wanapoendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo tunashukuru ya kwamba tuweze kutulia, tuweko hapa ili tuweze kutazama na kuona ni nini inaendelea, na ningependa kukaribisha kwanza, kukaribisha anayeenda kuunganisha harusi hizi, basi wageni wote ambao wameingia katika kanisa letu la Sunshine Ogego District, ningependa kuwakaribisha jinsi katika miguu ya Mungu, na mjue ya kwamba hapa hatuna nyingine japokuwa tungependa just we want to have a simple and clear weddings, and I want that at the end of this we are going to be blessed abundantly. So may God bless us in Jesus' name. So nipatie tulete kiongozi wetu kutoka pili ambaye atakuwa ni ataenda kuunganisha harusi hizo, ambaye anasimamia is our youth director from our field. So assistants, he might also direct us because he's in charge of youth. He also tell us that could we expect weddings of this kind that we marry and then we come and wed when we are old, or he just tell us that our youth we need to wait before we are married. Kwa hiyo our youth director wasalimu, umesalimika. Nachukua imani kutengeneza sabeni siku mwegi na mengi ya kuongea, ila nasema wote karibu ndugu yangu Pastor Asia na watu wa Miswat ambao wamekuwa mkutano, Pastor Asia ambao wako katika mkutano huu, na naangalia mmoja siku ya leo, na kabla sianza, maana simu yangu imeonyesha rasmi kwamba wenzangu hapa waliruhusiwa kutoka tamkisi ambejele uswabisi kwamba waweze harusi yangu waweze kuwa siku ya leo. Ndio maana nimesimama hapa. Naomba mzee wa kanisa wa Sunshine aje mbele na mzee wa Good News na Brilliance au watatu wapewe maiki ni kuuliza swali. Those elders. Good News. Siku ya Sunshine. Je, ulitangaza harusi ya Mike and Mary, James and Pacifica katika kanisa hili Sunshine vile serikali inasema? Ndio kwa ulisikia maneno yote ya kusema hapana? Sunshine, Mungu hapo ni mkono. Mulisikia harusi tangazo? Hapo ni kwa basi msome kuhusu. Twende Good News. Good News. Naona mama Aisabella na mzee Gideon. Je, ulitangaza harusi hii?
Sasa nilitangaza hivyo mara 4 kabisa mchana mweupe. kabisa, mjana mweupe. Ulielewa maneno kwamba isieleweke? Hakuna maneno ya hakuna. Watu wa Good News tafadhali na mkono. Mulisikia tangazo? Asante. Kaida wa Finance Nata pamoja na vile Jokabeti na huyo kwa. Je, ulitangaza harusi? Mara 4. Uliambiwa maneno yote? Hata sasa. Finance tafadhali na mkono. Wa msiatangaza? Unaambia na leo sasa? Na mimi kwamba hakuna. Tuamini wote. Baba yetu na Mungu wetu, kwa ibada hii arusa wenzetu hawa, naomba kwamba unene nasi kupendezavyo upande wa ibada hii mpaka mwisho katika kila kitu ninaomba. Amen. And I believe the Lord is present in this very assembly to accept His ordinance of marriage, and we thank you all that you are present. I'm having 12 points. Point number 1 is more. Number 2, God bless His people, bless His church, let the glory of God be revealed. Amen. Number 2 is done. Number 3, you need at least one witness to prove marriage, but a minimum of 2 to attest the marriage. It clarifies which one is more dangerous. Which is more dangerous? One person to say, I saw the mother, hiyo imeisha. Lakini kwa harusi lazima ni wawili. Kwa mfano hii mliandika harusi yenu, tafadhali wanaosimamia harusi mmoja kama wakati, simameni kama mtu. Ni wawili ama ni mmoja? Kwa harusi hakuwa ni mmoja, wanasema huyo haitoshi. Kwa hiyo they must be 2. Now which means mambo ambayo ni harusi ni hatari kuliko ya mada. Number 4, marriage is honorable. And it's one of the worst things God gave to man. And it's one of the 2 institutions that after the fall, Adam brought with him beyond the gates of paradise. Hebrews 13 verses 4. Tulipoanguka kule juu, Mungu akasema nilimuka chini, lakini mwende na mambo mawili ambao ni matakatifu. Harusi na mengine mnayajua. Number 5, marriage is one of God's precious gifts. Ni zawadi ambayo tunapewa. Zawadi hizi ambazo tunapewa, it is not just about communion and about emotional satisfaction. It is a sacred covenant that impacts his life and life to come. Kwa hivyo maisha haya, mnapoishi katika maisha yao wakati huu, jua kwamba kuna harusi kuu ambao tunangoja. Kuna harusi kuu ambao tunangoja. Ambao tunafaa jinsi naona kina mambo wamevaa pande hii, na hapo rumane hivyo. Wale watakapokuja watuambie kwa nyumbani kufanya nini? Kupumzika. Kwa hiyo kama mmepata hiyo, kwa hiyo usiangaliane huko kando, angalia hapo bwana. Wote wanasema wakisi wanasema ili tule yosi ile yosi piao. Tuno. Mchere tule piao mchere tutaonekana smart. Na leo wanasema kwa net. Hebu wanasema sana. Mungu akakuwa simuongea samu ya Mungu ya mulise ni yako ya Bwana. What does it mean by she the wife of prayer? She will write prayer and get commitment every day. Usingoje shida itokee ndipo uombe na wako hapana. Ombea mke wako, ombea mume wako kila wakati. Kila wakati. Hebu sikia. God made from the man the woman to be a companion and helmet for him, to be one with him, to share, encourage and bless him. He began to be a strong believer. Kwa hiyo wewe unaambia hapana kuongoza. Mmoja anapoanguka mnafanya nini? Ananunua. Kwa hiyo ni mwana katika safari ya maisha. Beautiful. Kani tunaona hii ndio furaha.
Nisikia tena. Every home should be a place of love, peace, and where the angels of God abide. Mkiwa na amani na upendo, malaika watakatifu wanatoka mbinguni, wanaweka kiti chao, wanabariki familia hii. Nikusikia tena. He who made the first holy pair and who created them. Maana ndiye alianzisha harusi hii, yeye huyo ndiye ameweka sahihi katika harusi yenu. Nimefika point 9.3.4. Sasa sikiza wazazi wangu hawa. To you couples, a sacred trust is committed to you. In your own hands, you hold the future and the happiness of your children. Upon you depends in a great measure the birth of your children and their children in this world and the happiness in the world to come. Wazazi watoto wanapoona hivi, watu wanapoona hivi wanafurahi. Si kama maiki kotibu ama ni mimi naongea zaidi, utakondoa kutoka hapo. Kwa hivyo wazazi wangu, kile ambacho mmefanya, jaribu the consequences in the hands of God. Watoto wanapoona watatamani kufanya harusi. Msifunga harusi leo, kesho inakuwa mama tena amepigwa. Watauliza harusi ni kitu gani? Harusi ni kupigana, harusi ni kuvumiliana. Nenda wakati kama nini kile kwa kusumu na kile suluhu wanataka atakuotea. Alright. Kwa mwale mara Yesu. Kwa hiyo kesho kile mko hivi naomba mswali kwa mwende naso vizuri nyumbani, kesho mzee mpande na mami, mwende mpaka Kisii Town, mkulale kasamaki ndio mrudi. Mama atasikia kwa, mama atasikia. Sio hapa nyumbani, tembea saa zingine. Nyaka kwa kunaenda, mama atasikia kwa, mzee atasikia vizuri. Itakuwa kama ndani. Leo sikia tena. To the great extent, we determine both the physical and the moral standard that the little one is seeking. Ndio nimesema kwamba watoto wanapowaona mnawatenga kiroho, mnawatenga kiimani, kwamba wanapoendelea kukua siku moja watasema hapana, tufanye ile maneno fulani, na wao wakae ndani ya nguo white, watembee vizuri, mambo yanakuwa ni poa. My last statement. Second last statement. The head of the whole family depends heavily on the head of the marriage relationship. The head of the whole family depends heavily on the head of a marriage relationship. Sasa ya mwisho ni gani? Jesus wants to see happy marriages, happy parasites. God ordained that there should be perfect love, perfect harmony between those who enter into the marriage relationship. Please wait somehow to solve a pass here. Let me read one pass. Ecclesiastes 9:9. Ecclesiastes 9:9. Leo hii tunapata zawadi wazee. Wazee mtawahi kupata zawadi. Ndio msemo mmoja akiangalia kuuliza mwalimu mwingine angalia kama yeye kama amecheka kidogo. Sio anasema mzee angalia wewe mzee unapo ile maji hapo. Na alikuwa yeye kabisa. Watu basi kusomea basi. Nine. Inasema hivi. Be happy with the woman you love through all the minutes days of life that God has given you under the sun. The word God gives you is your best one. Nafta ndio. Nafta from the hands. Mami sasa. Mkopo. So ndio mzee mwana yeye kabisa. Kabisa. Basi. Na wasifu wa watu waliopo hapa.
mimi na kujua wewe uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakupenda na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo mpendo wangu nimekupa haya. Hizi swali kama mimi watasema kwa sauti yako, mara mshikie sana sana. Amen. Vizuri. Sasa tuende kwa mami na wasi watoto walioko hapa washuhudie kwamba mimi na kutoa wewe uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakupenda na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo mpendo wangu nimekupa haya. Sasa tunamuishi nyani umemleta umani huu unaonaftari na mada mtoka pesa, na umeona ni heri ile siku ya leo uweze kuwaunganisha katika harusi hii. Naomba kwamba katika harusi yao utie sahihi na muhuri ahoga ndumbele. Wote hawa mkutano mkubwa umeshuhudia kwamba leo wamekula ahadi mbele yao. Baba, naomba kwamba kubariki familia zao, watoto wachukuu na wote ambao wanahusika, na watakia kila la heri katika maisha haya wanapoendelea kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Maana katika Ufunuo 21 mstari wa kwanza kuteremka kwamba nikaona malaika mtakatifu akishuka kutoka mbinguni, amejiandaa kabisa, na sisi kama kanisa tujiandaa kwa nafasi hili, ili Mungu wetu tutakaporudi tuingie katika ule mji ambao umetuandalia. Mtembee nao katika safari hii mpaka mwisho wa safari. Familia hiyo kati ya hisia ya familia ambazo utachifunga kule mbinguni, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Philip, Joe na Mama Florence. Kwa sababu ndugu yangu na dada Elizabeth wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wanashuhudia haki mbele za Mungu na mbele ya mkutano mkuu. Katika mambo hayo wametoa ahadi na kuchukua kila mmoja kwa wenzake, na wametangaza mambo hayo kwa kushikana mikono. Sasa mimi natangaza kwa mamlaka ambayo nimepewa na serikali ya Kenya na kanisa letu la Waadventista kuwa wamekuwa mume na mke, na kile ambacho Mungu ameunganisha wanadamu wasitenganishe, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na pia amen. Sasa ndio amen.
akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Inapendeza. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele.
mtakatifu zakana sabato msinoa msitupilie mali. Apataye mke apata kitu chema, naye apataye mume vile vile. Mwekeni Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo, daima kusiwepo na ufarakano. Wakaunganishwa shambani, mipango ya Mungu ikakamilika. Mume na mke waitawale, waijaze dunia kama ilivyoagizwa, kama ilivyo takatifu zakana sabato msinoa msitupilie mali. Apataye mke apata kitu chema, naye apataye mume vile vile. Mwekeni Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo, daima kusiwepo na ufarakano. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana tayamiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, ombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana tayamiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Nipa Mungu, jua liponge vivuli vikemee, milima wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda na kuenzi, muda umetimia kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana tayamiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana tayamiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kama kusiwepo na utengano. Ni baraka Maulana tayamiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. So hapo ulisikia ukialoma ukitumia sign language ukialo bona alikuwa anyorera magisi ya mbere. Basi punde tumwe Geteri wakimaliza, tutaingia kwa ile sehemu ambayo tumetangaziwa kwamba tutawatakia mema na kuwapa zawadi zile ambazo tumebeba, ili tuingie kwa keki tufumukane, kwa sababu kuna wenzetu wanaenda mbali. Mungu wako unasema Adamu
ya brown. Yesu ya brown. Yesu ya brown. Wawili wanapounganishwa na leo nitashuhudia watakatifu. Baina ya hao mawili kilichounganishwa na Mungu, yeyote asikitenganishe. Mbingu hufurahia wawili wanapounganishwa na leo nitashuhudia Basi tunashukuru kwaya ya Getheri St. Live. Basi Maurice nganchere togende this direction. Ili konde ligalia yaobo ikabwo na kwanera kurumage gaga moko ngabere kiandage ikumi. Now isengijo yaigo nero na bari amanyanga tuiso gutwara speeches maite ko montaire likondo tari gukura bwabo. Lakini hata hivyo ngabono kuana iga na bago sindukwenda chideka wetanie enusu. Tuko na wewe hapa kwa niaba ya sisi wote kabisa, na kuomba uje uwatakie maharusi mema, kisha tuwazawadi na tumalizie hapo. Na watu wetu wa Muweko na naomba wa mkoa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru Mungu wetu kwa sababu ametukubalia kwa sababu ya maharusi wa siku ya leo. We are very very grateful kwa sababu sasa ndio mmeahirisha maharusi yenu ama ndoa yenu. Mungu awabariki kabisa. Nimefurahia kabisa na Mungu wa pamoja nanyi, na yale ambayo maono tulipatiwa kanisani kupitia kwa Injili. Moso love covers everything. Mungu awasaidie kwa yale yote ambayo mtakuwa mnapitia, na ukweli ni ule mmekuwa mkipitia. Mungu awajalie. Wote tumekuja hapa kushuhudia na tuwatakie fanaka za Mwenyezi Mungu. Abantu baitu ba Muweko gano seito karibu seito gembo. Mungu awabariki nyote, Mungu awalinde na Mungu awatunze katika jina la Yesu. Hala, nimemaliza. Wilson Ombati atuelekeze katika awamu hiyo ya kuwazawadi maharusi. Karibu sana Elda. Asanteni sana kwa nafasi. Wageni wetu ambao umetoka karibu na mbali, mjisikie zote tuko miguuni mwa Bwana yetu Yesu Kristo, na kuna harusi kuu ambayo Yesu Kristo atatufanyia atakaporejea mara ya pili. Hii ni kionjo tu. Kabla sijaleta mpangilio vile tutakavyotoa zawadi kwa wageni wetu maalumu, wale ambao wako hapo mbele. Je, kuna yote ambaye angekuwa na jambo ambaye angependa kuzungumza? Sana sana kwa wageni wale ambao wametoka mbali. Kuna yote? Nenda kwanza kwa wageni kwa vile wao ndio wanaenda mbali. Tutaanza kwa zawadi wale wenzetu kwa wageni ambao wametoka mbali, alafu tumalizie kanisa ya nyumbani. Ningependa kuanza kwa kanisa lile la New Life. New Life, nafasi ni yenu. Mtatoa zawadi yenu. Kiongozi, tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ni baba yetu. Asante kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Asante kwa wanandoa wa siku ya leo. Tukiendelea kungojea Mungu wetu ile siku ambayo utakuja kwa kanisa zote, tukiangalia haya Yesu
utuandae kwa marejeo yako mara ya pili. Tunapowazawadi Mungu wetu, ule mkono ambao utatoa umbariki katika njia ya kipekee, na wale wote ambao wamekuwa wakiwatakia kila la heri, na wale wote ambao wamekuwa wakiwaongeleza, na wale wote Mungu wetu wamekuwa wakiwafika karibu, wote kwa pamoja utubariki, na makanisa haya yote ambao wametoka, Mungu wetu mkono wako uonekane. Hata wale ambao tulifanya ndoa zetu siku ambazo zimepita, Yesu urudi tena katika ndoa zetu, kwa watoto wetu, kwa bwana zetu, Mungu wetu, kwa wake zetu, tuone mkono wako. Kaa pamoja nasi, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Batevile mbiamone sabana bakolye nyangi nyora batige gasubira chisa chairire intuma etetwara umubweko nosabona bitari tidio tangase ibintu twaleta because kanisa yayo nigahe lakini yotogote abana mbiamona abana abaika batuwanjete nyona alinka akatobwate gasito yankaria abana barababuta batubatsirane kanisa ekanisa abana era sababu sitiki no bale members lakini naali nkamba tutigeti akatubwate miroberi yororo no bagocha abaigana nabangi na moke babakira igana njise moke bali babeira babutwake nijo mokoti so ono nyondo mokoti ndega bali babete bagotumono bali ngwekali nabakira bona bangi nabantu gukwa isa cyari toyanda gucyaria twabana bali ebyewa naende babebicha abana bali bamwabo. Mantangkir, tengkir agak. Kita kau cari balik muara itu nara berkata nara, orang berar karena kamera.
Asanteni. Bahiri bande batirete bayuka batira Naftali. Inu wabakisa wandi gatoka na sema bahiri bande. Abanyanyange baito bale abana kwaye familia ndio kusonga hapa kupitia zawadi ya kwaye hii ni zawadi ya Philip kutoka kwa kwaya ikana malisiti yetu ya watu wa kulelete na hii ni ya mkate na Naftali. Asante, Mungu awabariki. Kana itlero litangani ase kanisa ya Itengeni 1 year old. Tutagete pia. Ono na intukuru ase kinyorukia highway no yo mtu Naftali akuru. Aitu tobwate zawadi ya ito. Aitu ono tochi tomoye magega. Akima wote. Ya mama. Na wakoni liweire bia. Anje kuru kulisi mokera kuru mokendo. Filipo na Florence abana baito ko mokendo ale bana baito ona na hiyo ndo gani zawadi kwa mokendo toja kwa mama
vyama na msesere. Asante hata wanachua kana kwamba tukipewa zawadi. Si pia kati idara kuna idara ambayo tunaita happiness class no ukabet na Naftali vale I think Jared na present ile bahasha yetu happiness class Koraiga. Asante sana kwa ile zawadi yenu imefika. Kuna yeyote ambaye tunaweza kufungia nje? Kuna yale ambayo tunaweza kufungia nje. Tafadhali utembea hapa haraka kabla hujafunga. Naona kuna madam wanatoka huko. Tutembea haraka tuko karibu kumaliza twende kwa keki. Tukomeze wetu mashemasi wa kike wote. Asanteni, ningependa niwaombe tuombe ili tuende kwa kukata keki. Mashemasi wote wetu ama mama wale ambao walikuwa wanahusika hapo tayari. Tunaomba asante Mungu wetu kwa umbali ambao umetuleta. Asante kwa Yesu Kristo ambaye atatufanyia harusi ile ya kuchukua mbinguni tuende kukaa naye milele na milele. Harusi hii ambaye inaangazia ile harusi kuu, tuombe ya kwamba upate kuifanikisha na wenzetu washingine yule mwovu shetani majaribu ambayo anapitia Mungu wetu upate washindia. Tuombe ya kwamba utakapoenda kwa kukata keki kuendelea kutuongoza mpaka tumalize, na niombe leo kupitia jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Hatimaye mmeanza familia.
katika neno. Mungu awazidishie mibaraka tele katika ndoa yenu, mdumu kwa imani. Nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo katika dunia hii. Mungu awalinde katika dunia hii. Mungu awalinde. Hatimaye mmeanza familia yenu, mdumu katika neno. Mungu awazidishie mibaraka tele katika ndoa yenu, mdumu kwa imani. Nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo katika dunia hii. Mungu awalinde katika dunia hii. Mungu awalinde. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Changamoto za ndoa zinapowakumba, mzisuluhishe kwa upendo. Msemezane kwa raha, kila siku Mungu awaongoze. Muwafundishe watoto wenu njia iliyo salama. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Changamoto za ndoa zinapowakumba, mzisuluhishe kwa upendo. Msemezane kwa raha, kila siku Mungu awaongoze. Muwafundishe watoto wenu njia iliyo salama. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana
Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu weneni, imebarikiwa, imebarikiwa. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu weneni, imebarikiwa, imebarikiwa. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Mke mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Mke mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi
msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, mtu asikitenge, asema Bwana. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, mtu asikitenge, asema Bwana. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Muwe kielelezo chema kwa wengine. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Kielelezo chema kwa wengine. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo.
akamfanyia msaidizi. Mke Hawa, leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi. Mke Hawa, leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache.